wiki umetupa chakula kizuri chenye kufaa na kupendeza. Tunashuka na kupungua mbele zako, bali Mungu katukuzwe pekee. Asante kwa kila mmoja ambaye Mungu umempa neema ya kupo katika maombi ya Morning Glory, na pia umetupa nafasi ya kuwa na darasa zuri. Yale ambayo Mungu umesema nasi tupe kuyatendea kazi, ili tukapate kuona mafanikio na baraka ambazo Mungu umekusudia. Maana neno lako alijivi hivi linakuja kwa majira na kwa nyakati. Sema nasi hata Ijumaa ya leo Mungu. Tupo upako mpya na fresh anointing, ukazungumze nasi katika viwango vingine. Utukufu na heshima vinayo peke yako. Kipekee na kushukuru kwa kuwa Mungu umenipa heshima ya nacho wiki. Kinasema maombi ya kumwomba Mungu akupe neema kumzalia matunda mema. Maombi ya kumwomba Mungu akupe neema kumzalia matunda mema. Na watu wa Mungu tumetembea katika kona nyingi, katika kujenga tu msingi na kufanya summary na kufanya conclusion. Ni tumeongozwa na kitabu kile cha Yohana mlango wa 15 mstari wa 16, ambapo anasema sio nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua nyinyi, nami nimeweka ili mzae matunda na matunda yenu yapate kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawaambia kwamba neno hili kimsingi limetoka kwenye Mwanzo 1:28, anaposema zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kifupi, wanadamu anatakiwa kila anapoendelea kuishi hapa duniani amzalie Mungu matunda. Kuna matunda kwa jinsi ya mwili na kuna matunda kwa jinsi ya roho. Jina la Bwana libarikiwe. Na ulimwengu umegawanyika katika sehemu mbili, ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Katika pande zote mbili kunataka kumzalia Mungu matunda. Katika pande zote mbili kunataka kumzalia Mungu matunda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lolote kabla hajadhibitika kwa jinsi ya mwili linaanzia rohoni. Na nikamwambia kwamba ukifanikiwa kushinda katika ulimwengu wa roho, umefanikiwa kushinda katika ulimwengu wa mwili. Ukifanikiwa kushindwa kwenye ulimwengu wa roho, hata ulimwengu wa mwili umeshindwa. Kwa hiyo vita vyetu, ndio maana Paulo anasema vita vyetu si juu ya damu na nini? Na nyama. Kwa hiyo tujitahidi sana tuenende katika namna hiyo. Lazima tushinde kiroho ili tuweze kushinda kimwili. Na ndio maana Paulo akasema nitaenenda kwa roho, nitaenenda kwa akili pia. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ukiwa na juhudi katika ya mwili ni kazi sana, kazi bure. Lakini pia ukiwa na juhudi katika ulimwengu wa roho bila kupambana kwa jinsi ya mwili ni sana, kazi bure. Ndio ile imani pasipo nini? Matendo. Ni kweli unaamini, lakini lazima ufanye matendo sana kile unachokiamini. Na maana ndivyo nguvu za Mungu zilipo. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndivyo ilivyo na sisi kama kanisa tunaagizwa kumzalia Mungu matunda. Ile kwamba umepata neema kuokoka, ile kwamba umepata neema kubatizwa, ile kwamba umefanyika kuwa mwana wa Mungu, Mungu anatarajia umzalie matunda. Haleluya. Mungu apendi. Sinafahamu yule mtu aliyepewa wale vijana 3 waliopewa nani? Talanta. Yule aliyeficha, si kwamba alipoteza, alificha. Na bwana yake alipokuja alimuonyesha hichi hapa, lakini alizo nini? Pumba. Amen. Kama una kitu ndani yako, tenda. Yaani usiogope. Heri ufanye ukosea alafu mwalimu atakurekebisha, kuliko kuogopa kabisa. Amen. Mwanafunzi ni yule mwenye uthubutu, mwanafunzi mzuri ni yule mwenye uthubutu. Sasa kuna tofauti ya elimu na maarifa. Wengi wana elimu lakini hawana maarifa. Sasa unakuta mtu mwana darasa la 7 lakini kaagiza kwenye kampuni yake kaajiri mtu profesa. Ni darasa la 7 lakini ameajiri maengineer. Nini? Si kwamba yule engineer hana uwezo, ana elimu. Lakini ile elimu kuigeuza kwenye utendakazi ndio shida. Woga, kuriski. Kuriski ni jambo la Kikristo pia. Amen? Yes. Yaani uwe tayari kuwa na uthubutu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ndio maana Yesu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa ni kukitendea kazi kile ambacho unakifanya. Paka mtu namuona amesimama anakuwa na kampuni kubwa, ameanguka mara nyingi kwa nyuma. Lakini katika kuanguka kwake hakubweteka. Akianguka anaandika nimekosea wapi, anarekebisha na anarudi tena. Akianguka tena anarekebisha na paka siku sema si jamaa. Nenda kaangalia ametoka. Kwa hiyo usimuone mtu yuko hapo juu, huku chini kapita kwenye magumu sana. Haleluya.